Picha linaanzia kwenye hii nyumba hapa ambayo walikuwa wanatafuta mlinzi. Sasa leo ndio ile siku ya usaili. Huyu mchizi hapa anaitwa Derek, naye amekuja kufanya usaili. Ile amefika tu getini akapokelewa na huyu mfanyakazi wa ndani anaitwa Bimbo. Unamtafuta nani? Simtafuti mtu. Nimekuja kutafuta kazi. Bimbo akamsubirisha kwanza ili akaongee na madamu wake. Huyu madam anaitwa Eunice. Kuna mtu mmoja anasubiri pale getini. Anasema anataka kazi. Sijui ni mruhusu, mwacha aingie. Kisha Bimbo akasepa kumfungulia mchizi akaingia. Usaili ukaendelea kwa watu wote ambao walikuwa wamefika pale. Wanaandika majina, maeneo walipotoka na pia wanaandika namba zao za simu ili wakihitajika basi wataitwa kuja kufanya kazi. Mwisho ikafika zamu ya Derek. Bimbo alikuwa anatabasamu tu pale pembeni unaambiwa. Kwanza madam akashangaa kinoma kumuona mchizi amekuja kuomba kazi ya ulinzi. Umekuja kwa ajili ya hii kazi? Ndiyo, hii kazi ya ulinzi. Kama unahitaji pesa kwa ajili ya kuendeshea maisha yako, kwa nini usiuze simu yako? Unaweza kuanzisha biashara ndogo ndogo unajua. Hii kazi uliyokuja kuitafuta pesa yake ni ndogo sana. Haiwezi hata kukidhi matumizi ya hii simu yako. Mchizi akamwambia madam kuwa hawezi kuiuza simu yake kwa sababu alipewa kama zawadi, lakini akasisitiza kuwa hapasi kuwa na mashaka kwa sababu yupo vizuri sana kwenye hii kazi. Akaulizwa jina lake na namba zake za simu. Mwisho akaambiwa kuwa akihitajika basi ataitwa. Mchizi akajichenga zake. Derek amerudi nyumbani, anakutana na mshikaji wake Emenike. Anamwambia kuwa kupata mtu anayempenda ni kazi kinoma. Kwa hiyo anamtafuta mtu mwenye mapenzi ya kweli ambaye atakuwa mke wake. Baada ya kila ambacho Lisa amenifanyia, nahitaji nimjue mwanamke wangu nje ndani. Sihitaji tena kuumia. Nahitaji kumjua mtu ambaye nitaishi naye maisha yangu yote. Mshikaji wake akamwambia anaweza kumpata mwanamke ambaye anamtaka bila hata kujisumbua hivi. Derek akamwambia Emenike kuwa anamtafuta mwanamke ambaye atampenda yeye, sio kila ambacho yuko nacho. Sawa, vipi kuhusu kazi? Nimepeleka maombi na nimefanya usaili. Basi kila laheri bro. Kwa hiyo ni kazi gani hiyo uliomba? Mlinzi. Mchizi alicheka sana unaambiwa. Kisha akamwambia kwa alivyovaa hafanani kabisa na hiyo kazi. Mchizi akamwambia wakati mwingine amjulishe ili ampe nguo walao ambazo zinaendana na hiyo kazi. Kisha mchizi akajichenga zake. Leo madam anamwambia Bimbo kuwa anafikiria kumwajiri Abuke ili awe mlinzi wao. Yule mchizi ambaye alikuwa amevaa t-shirt fulani hivi ka blue, lakini mfanyakazi akagoma kinoma. Hawezi kuungana naye kwenye kazi yule. Madam akashindwa kabisa kuelewa nini Bimbo anamaanisha. Abuke atakuumiza kichwa madam. Bora mwajiri yule jamaa mrefu, mweusi kidogo, yule ambaye aliingia wa mwisho yule. Halafu hapa ndani pakawa pananukia perfume tu. Yule mwenye iPhone. Ndio madam. Kwa hiyo unataka niajiri mtu ambaye atakuja kwa ajili yako na sio kila ambacho nahitaji mimi akifanye na kuomba tu. Hivi unafanya kazi kwa ajili yangu au kwa ajili yako? Mimi nakusaidia tu. Umwajiri ambaye hata kuumiza kichwa. Mwisho madam akakubaliana na wazo la Bimbo la kumwajiri mchizi. Leo mchizi amekuja kuanza kazi rasmi. Anakabidhiwa mavazi maalum kwa ajili ya kazi yake ya ulinzi. Kama ukihitaji chochote niambie, nipo kwa ajili yako. Mimi ni madam wa pili kwenye hii nyumba. Kama unahitaji kukaa muda mrefu basi kuwa sawa na mimi. Bibie anajipakulia minyamo na mbiwa. Kifupi anampenda sana mchizi. Unatumia cream gani? Situmii cream. Hautumii cream na mwili wako upo hivi? Wakacheka tu pale. Kisha mchizi akasepa zake. Derek akiwa kwenye majukumu yake, Eunice akatoka. Akamwambia mchizi kuwa kwa kuwa na simu kubwa basi amsaidie kuagiza taksi kwa sababu mtandao wako unazingua kidogo. Si una gari madam? Akasema dereva wake ameacha kazi kwa sababu ameenda kijijini kumwona mama yake anaumwa. Naweza kukuendesha madam? Madam akashangaa kinoma. Wewe uniendeshe mimi? Una gari wewe? Sina, lakini naweza kuendesha vizuri tu. Zamani nilikuwa dereva marori. Kwa hiyo hizi gari ndogo ndogo hizi hazinisumbui kabisa. Kisha madam akampa nafasi ya majaribio ili aone kama mchizi anajua kweli au maneno tu. Mchizi kaiwasha ndinga, akaisukuma kwenda mbele, kisha kairudisha. Sikujua kama unaweza kuendesha hivi. Naweza vizuri tu madam. Vipi nikikuajiri kama dereva sasa? Mchizi akamwambia madam kuwa naweza kufanya kazi zote mbili vizuri tu madam, ili nipate pesa ndefu ya kujikimu. Madam akakubaliana na mchizi, kisha akampakiza kwenye gari na safari kaanza. Huyu bidada hapa anaitwa Osas, ni rafiki yake Eunice. Leo wanamzungumzia mfanyakazi wao Derek, namna ambavyo bibie alimwajiri. Anamwambia nilimwajiri baada ya mfanyakazi wangu wa ndani kumpendekeza. Alidai anataka mfanyakazi mwenzie ambaye ni smart kidogo. Hiyo haiwezi kuwa hatari. Vipi akimbebesha mimba? Hilo sio tatizo. Nitawafukuza wote wawili. Lakini mimi sioni kama yule jamaa anaweza kufanya hivyo. Wanaume ni wale wale tu. Story kumuhusu mchizi zikaendelea kupigwa pale. Leo Bimbo anapika chakula jikoni. Alipokionja tu akaanza kujisifia kinoma. Hiki chakula ni kitamu kinoma. Naamini akikionja tu ataanza kunisifia kuwa nafaa kuwa mke wake. Akawa na furaha kinoma. Amepakua chakula na kukileta nje kwa ajili ya Derek. Aliita sana yani. Hakuna aliyemuitikia. Ita mno. Mchizi hayupo kabisa. Sijui hata kwa nini madam alikubali kumwajiri huyu. Walinzi wengine ikifika jioni wanaenda kulala kwenye nyumba ya mlinzi. Huyu sijui kwa nini anaenda nyumbani. Bibie alilalamika sana na chakula chake mkononi. Nitamwambia madam ambadilishe, simpende kabisa huyu. Mchizi karudi kutoka kazini akakutana na hii pisi hapa. Huyu anaitwa Lisa. Alikuwa mpenzi wake kitambo, lakini Lisa alimwacha mchizi licha ya maumivu. Sasa
leo amekuja kuomba msamaha kwa mchizi. Derrick hakutaka kabisa kumsikiliza, akaanza kumfukuza. Ghafla Emenike akatokea na kumsihi mchizi asifanye hivyo. Derrick akaendelea na msimamo wake ule ule, lakini Emenike akamwambia sasa hivi ni usiku sana, mwache kae tu. Jamaa akaendelea kusisitiza bibia sepe, kisha kajichenga zake. Usiku wa leo madam yupo busy na kazi, unaambiwa hataki kabisa kulala, anaagiza kahawa tu, lengo tu au kimbize usingizi. Lakini hali si shwari, umemng'ang'ania kinoma. Upande wa Derrick huku yupo zake sebleni busy na mishe zake. Mara kaingia Lisa, anaomba msamaha kwa mchizi, kama vipi warudiane tu. Lakini mchizi akamwambia sikuhitaji tena na siwezi kuwa na wewe. Lisa aling'ang'ana sana kuomba msamaha, lakini msimamo wa mchizi ukawa ule ule tu. Bibie aliamua kumwacha mchizi bila sababu yoyote ya msingi. Sasa ameona alipoenda hali si shwari, akaamua kurudi, lakini mchizi akamwambia hakuna tena nafasi kwenye moyo wake na hampendi tena. Inaumiza kishenzi hii. Kisha akamfukuza bibie. Asubuhi kumekucha, bibie ndio anazinduka kutoka usingizini baada ya kazi nzito ya jana usiku. Sasa wakati anajiandaa kwenda bafuni, ila ameangalia chini tu akakuta laptop yake imedondoka chini. Akajaribu kuiwasha lakini wapi. Alijilaumu kinomu na mbiwa, na kuna kazi za watu zinahitajika humo ndani. Unaambiwa ukiwa na usingizi usiendelee na kazi, we lala tu, usingizi ni hasara, unaambiwa. Upande wa pili Derrick huku yupo tayari kuelekea kazini kwake, unaambiwa. Akakutana na mshikaji wake Emenike sebleni. Vipi Lisa, aliondoka? Unaniuliza mimi? Nilipaswa kukuuliza wewe kwa sababu yule ni mgeni wako. Mwisho akamwambia kuwa anapaswa muondoe Lisa mle ndani, akirudi kutoka kazini basi asimkute kabisa. Unapaswa kumsamehe mpenzi wako kuliko kuanzisha mahusiano mapya. Shetani unayemjua ni bora kuliko malaika usiyemjua. Jamaa alishangaa sana. Unataka niendelee na shetani ambaye aliharibu maisha yangu? Kisha akamwambia kuwa amuondoe mle ndani. Upande wa pili huku Eunice anawasiliana na engineer ambaye anaweza kutengeneza PC yake ili aone namna ambavyo anaweza kuirekebisha laptop yake, kwani anaihitaji sana. Bibie mawazo ni mengi sana kuhusu kazi ambazo anatakiwa zikamilishe. Akapata wazo la kumwazima laptop rafiki yake, lakini naye akamwambia kuwa anaitumia kinoma, hivyo hawezi kumpa. Mawazo ya madamu yakawa ni mengi, unaambiwa. Mchizi wa kibaruani leo anaongea na simu. Kuna watu anawaambia watumie pesa na risiti ya malipo ili watume zawadi sehemu moja hivi, lakini kwenye zawadi ile wataficha jina la aliyetuma na isijulikani imetoka wapi. Ikibidi kabisa uandike imetoka kwa mtu ambaye anampenda kwa siri, yani secret admirer. Kisha simu ikakatwa. Ghafla Bimbo akaingia. Bimbo akamwambia mchizi kuwa hajisikii vizuri kwa sababu yake. Mchizi akashangaa kwanza. Mimi jana jioni niliandaa chakula kizuri kwa ajili yako, lakini nikashangaa umepotea tu. Kwa nini haupendi kukaa kwenye nyumba yako? Samahani sana Bimbo, ujue hicho kiliniuma sana. Mchizi aliendelea kuomba msamaha. Mwisho bibie akamwomba mchizi awe analala pale pale ili awe anamtengezea chakula kizuri kwa ajili yake. Wakati wanaongea, Bimbo akaitwa ndani, akamwaga mchizi, mwisho kajichenga. Lisa anatoka zake bafuni. Ghafla Emenike naye akaingia chumbani kwake. Unawezaje kuingia kwenye chumba kama hivi bila hata kupiga hodi? Mchizi akaomba msamaha tu. Unatakiwa kuondoka sasa, mimi natoka. Una maana gani? Aliyekuwa mwanaume wako ameniambia uondoke. Kama ni mwanaume wangu alipaswa aje uso kwa uso aniambie. Mimi siondoki hadi aje anambia hapa, kuliko akutume wewe mshamba. Unasemaje? Sijasema kitu. Emenike akamwambia Lisa kuwa anahitajika kuondoka, lakini Lisa akasisitiza haendi popote hadi atakapomuona mwanaume wake. Mchizi akawa hana la kufanya, akajichenga tu. Bimbo ameingia na kumkuta madam hajala chakula tangu alipomletea. Akamwambia kuwa sikitapoa sasa chakula, sina hamu ya kula. Bimbo akaendelea kumshawishi madam wale, lakini bibie akagoma kabisa. Nina tatizo kubwa na bosi wangu, kama sitalitatua sasa hivi sijui kama nitaishi. Bibie akamwagiza Bimbo akamletea ATM kadi yake ili akanunue laptop mpya tu, maana hana namna tena. Muda kiasi ukapita. Mchizi akampokea huyu jamaa hapa, ni mtu wa delivery huyu, amemletea mzigo madam, lakini ghafla naye akatokea. Madam akasema hakuwa anatarajia mzigo wowote kutoka mahali popote pale, hivyo hawezi kupokea, lakini akakubali mchizi upokee tu kishingo upande vile. Lakini Derrick akamwambia kuwa kuna maandishi hapa yameandikwa mzigo umetoka kwa secret admirer. Derrick alimshawishi sana ukubali mzigo. Mwisho madam akakubali, lakini alijiuliza mno, huyu anayempenda kwa siri ni nani? Emenike akiwa zake nyumbani anawaza inawezekana vipi mchizi hamtaki huyu mwanamke tena. Kama vipi mimi nimchukue huyu mwanamke, maana yupo vizuri tu, ngoja nitaongea naye nione kama anarudiana naye au vipi. Mchizi akiwa na madam kwenye gari barabarani, ghafla gari kazingua. Ikabidi mchizi aipaki pembeni ili aangalie nini kimetokea. Mchizi akatoka na kwenda kucheki nini ambacho kinaendelea. Wakiwa pale nje, madam akawa anahangaika kupiga simu kuomba msaada. Mara ghafla akatokea mwamba mmoja hivi, akapita na mbala kama mwewe. Ikabidi Derrick amkimbize mchizi, lakini madam akamsihi mchizi asiendelee kumkimbiza, kwani ni simu tu ile inanunuliwa, wasije wakaenda kumfanyia kitu kibaya huko. Mchizi akaendelea kutengeneza gari. Upande wa pili huku Emenike anampelekea
msosi Lisa chumbani kwake. Kama unataka mimi niondoke, unapoteza muda tu, kwani namsubiri Derrick arudi. Haujala tangu asubuhi, nimekuletea chakula. Asante, sina njaa na sijisikii kula. Mchizi akaendelea kumbembeleza Lisa, lakini Lisa akaendelea kukaza tu. Mwisho akakubali kula. Lisa ikabidi amwombe Emenike aongee na Derrick chochote kile, ili mradi tu amsamehe, kwa sababu anampenda na hajui nini afanye. Mchizi akamwambia atajaribu kufanya hivyo. Upande wa pili huku, Eunice anamlalamikia sana Derrick, ikiwezekana amtafutie taksi mtandao, lakini mchizi akamwambia kuwa kwa hili eneo kupata taksi mtandao ni shida sana. Bibie akazidi kuchanganyikiwa kabisa. Mwisho mchizi akampigia simu Emenike ili aje atoe msaada pale. Emenike akakubali, lakini akamwambia akifika simjue kabisa. Muda kidogo ukapita, Emenike akatia timu pale, akampakiza bibie kumpeleka kazini. Mchizi kwa sifa ili kuonekana pia hajuani na Emenike, akaipiga picha plate namba ya gari kuhakikisha usalama wa bibie, kisha akarudi kuendelea na kazi. Tunarejea nyumbani huku. Huyu mzee ni baba yake Eunice, ni mtu wa kutoka sana huyu. Leo amerejea nyumbani kwa surprise. Akiwa sebuleni akamuita Bimbo, kaniletee glasi ya maji. Mwanangu yuko wapi? Bado hajarudi. Hadi sasa hivi nini kinaendelea? Maana nimejaribu kumpigia simu yake haipatikani. Mimi sijui, kaniletee maji. Mimi atanikuta hapa. Ghafla Derrick akaingia. Wewe ni nani? Derrick ni nani? Kabla hajajibu akajibu Bimbo, ni dereva wetu na ni mlinzi pia. Inawezekana vipi hiyo? Mchizi akamwambia mzee kuwa anaweza kufanya kazi zote kwa ufasaha sana. Unataka mwanangu akupende kwa sababu ya kazi zako? Nipo hapa kufanya kazi. Mimi ni mlinzi mzuri sana na ni dereva mzuri tu. Mzee akamwambia mchizi kuwa achague kazi moja, la sivyo aondoke. Mchizi akachagua kuwa dereva. Bimbo akagoma, huyu anaweza zaidi ulinzi. Mzee akamuuliza, mwanangu yuko wapi? Yupo kazini mkuu. Kwa nini simpati kwenye simu? Amezima simu kwa sababu yupo bize, hataki usumbufu. Alinipigia mimi, kwa hiyo anarudi muda gani? Sijajua, lakini najua akitaka kurudi atanipigia. Derrick akasepa. Mzee akamtimua pia mfanyakazi, hataki tena maji. Mzee ana kisirani kinomu na mbewa. Bimbo yuko zake bize anaongea na simu tu. Wakati huo Derrick alikuwa anajiandaa kusepa. Bimbo akakata simu haraka haraka na kumwahi Derrick, kisha akamwomba kama inawezekana siku ya leo alale tu pale kazini, kwa sababu madam hajarudi na hana simu. Kwa hiyo akihitaji msaada hadi taarifa imfikie mchizi itakuwa imechelewa sana. Mwisho Derrick akakubaliana na Bimbo, kisha karudi tayari kulala kazini leo. Bimbo akamwahidi atampikia chakula chochote kile ambacho atakitaka usiku wa leo. Lisa huku bado anamsubiri mchizi arudi ili aombe msamaha. Akaingia Emenike akiwa amebeba vijizawadi kidogo, kisha akampa bibie. Kumbuka mchizi anampenda kinoma Lisa, lakini bibie muda wote anamuulizia Derrick tu. Unadhani ni kwa sababu nipo humu ndani ndio maana hajarudi nyumbani? Sidhani, maana hajasema. Lisa akaendelea kuulizia mchizi anarudi muda gani? Kwa nini usimpigie ukamuuliza mwenyewe? Lisa akamwambia kuwa mchizi amempiga tofali kila mahali, hivyo hawezi kumpata kabisa. Jamaa akatamani kusema kitu lakini akashindwa. Mwisho akajichenga. Mchizi akiwa amejipumzisha kwenye chumba cha mlinzi, akaingia Bimbo anamletea mapozi na vishawishi kinoma mchizi, lakini jamaa akawa anamshangaa tu. Bibie alipozidisha kujishaua, mwana akatimua mbio na mbiwa, akamwacha bibie analalamika tu. Leo mzee anaulizia kazi ya Derrick kwa Eunice, akaambiwa huyu ni dereva na ni mlinzi pia. Anawezaje kuwa dereva na wakati huo pia ni mlinzi? Hilo linawezekana vipi? Madam akamwambia kiuhalisia ni mlinzi, lakini ananisaidia kuniendesha kwa sababu yule dereva wa mwanzo aliacha kazi, kwa hiyo ni mlinzi. Ndiyo, sawa, we mlinzi, nenda getini, huko ndo unastahili wewe. Binti yangu sio geti kuwa unamlinda kila siku. Mchizi akajichenga zake. Mzee ananongwa sana huyu naambiwa, hadi anamfananisha mchizi na wezi kwa sababu ya macho yake tu. Hupasi kuongea hivyo baba, yaani ukimwangalia macho yake unagundua na kutaka yule. Wewe umejuaje? Mimi ni mwanaume naelewa, usiseme hivyo, anatusaidia sana hapa. Mzee akamwambia kuwa aongeze umakini. Mzee kabidi muulize kuhusu simu yake, maana alimtafuta jana hakumpata kabisa. Bibi akamwambia kuwa aliporwa na wezi. Kivipi? Bibi akamtuliza na kumwambia mzee atanunua simu nyingine wala sio kesi. Mzee akamsisitiza kuwa anapaswa kuwa makini sana. Asubuhi tu mchizi ameingia kwenye chumba cha Lisa. Mapenzi yameanza kuonekana kwa mchizi, lakini Lisa akawa anamuulizia Derrick tu. Emenike akamwambia Derrick alikuja asubuhi hii akajiandaa na kusepa tena, harudi nyumbani kwa sababu yangu. Mchizi akamtuliza, lakini bibie akadai hajui nini cha kufanya tena. Mchizi akamsisitiza tu kuwa awe makini sana, kisha akamwaga anaenda kazini, atarudi baadaye kumtazama. Kifupi jamaa mapenzi yameanza kumwendesha mchizi unaambiwa. Mchizi alipotoka tu Lisa kaanza kumsifia jamaa namna ambavyo amekuwa kimjali. Bibie leo amemletea chakula mchizi, lakini akamlalamikia kinoma kwa kila ambacho kilitokea jana usiku, akidai kuwa hakukipenda kabisa. Mchizi akamwambia alikosea, hakupaswa kufanya hivyo. Bibie akalalamika kinoma, lakini mchizi akamwambia asije kurudia tena. Inakuwaje mtu mzima kama wewe unakuwa kama mtoto? Sihitaji hicho, na kuheshimu kama mfanyakazi mwenzangu, ni heshimu pia. Kwa huzuni kubwa Bimbo akajichenga.
Bimbo akiwa jikoni, mawazo ni mengi, unaambiwa huyu mwanaume hanipendi. Sasa nifanyeje ili anipende? Au niongee Kiingereza kizuri tena kwa taratibu, pengine anaweza kunipenda huyu, maana hiki Kiingereza changu cha Kinyakyusa hakiwezi kabisa kumfanya nipende. Ghafla akawa ameunguza chakula ambacho alikuwa anapika jikoni, akawa na kipengele kingine tena cha kujibu.